Huyu ni TikToker maarufu sana, anaitwa Dati au Zaidati, wengine wakamuita Mrs. Sharo. Alipata maarufu mkubwa sana huko TikTok kwa maisha yake, lakini pia vile vitu ambavyo wanavifanya na kuviweka kwenye mitandao ya kijamii, maisha yao halisi kabisa, yeye pamoja na Mr. Sharo OG. Hapo ndipo naye akaitwa Mrs. Sharo. Mara nyingi sana wataalamu wanasema kwamba mtu anapoishi kuna kipindi anafikia, kuna matukio ambayo anayaona kama yatakuja kutokea. Anaweza kufanya vitu ambavyo hukutarajia anavifanya, lakini kumbe ni dalili kwamba kuna kitu ambacho kinakuja kwa kasi kubwa sana. Mrs. Sharo aliwahi kuzungumza kwenye moja ya video zake akisema kwamba maisha yetu ni mafupi sana, lakini inabidi tuishi kwa amani na upendo na tuombane msamaha pale ambapo tunakoseana. Na kitu ambacho alikifanya pia yeye ni kuomba msamaha kwa wale watu ambao aliwahi kuwakosea. Huyo ni Dati, Zaidati au muite Mrs. Sharo, ambaye ameacha majonzi makubwa sana kwa ndugu, jamaa pamoja na marafiki, lakini pia mashabiki zake ambao mara nyingi sana walikuwa wanamfuatilia na kuangalia video zake yeye pamoja na Mr. Sharo OG, ambapo walikuwa naishi maisha yao ya amani na furaha kabisa. Habari ya kifo cha TikToker maarufu Zaidati, alimaarufu kama Dati, Mrs. Sharo OG aliweza kutabiri kifo chake kama jinsi ambavyo watu wengi wanasema kwamba wakati mwingine mtu anatabiri kifo chake bila yeye mwenyewe kujua. Anazungumza mambo ambayo yanaashiria kitu mbeleni, lakini hamna ambaye alikuwa anajua. Video yake ilisambaa sana kama inspiration tu kwa watu wengi, lakini ni moja kati ya video ambazo kwa sasa watu wengi wanazitazama wakisema kwamba mbona kama alitabiri kile ambacho kitakuja kutokea. Kwa sasa hatuko naye tena duniani. Majonzi ni makubwa sana kwa ndugu, jamaa pamoja na marafiki ambao wamekuwa wakizungumzia haya kwenye mitandao ya kijamii. Lakini je, Zaidati alianza lini shughuli hizi za TikTok? Alianza lini kufanya mambo ya TikTok? Wengi wanafanya TikTok ndio, lakini sio maarufu. Wengine wanafanya tu kawaida. Je, huyu Zaidati alianza lini kufanya hizi shughuli za TikTok? Anasema Zaidati alianza safari ya kidigitali kwenye TikTok mwaka 2023 akiwa hana mazoea sana na mtandao huo, na kwa mara ya kwanza hakuvutiwa nao. Lakini kama ilivyo kwa wengi, mambo yanabadilika ghafla alipoanza kwenda viral kutokana na sura na umbile lake ambalo baadhi ya watu walitumia kama kigezo cha kumcheka, kumkebehi na hata kumtukana. Walimlenga kwa meno yake ya mbele yaliyojitokeza, wakimdhalilisha kwa kejeli zisizokuwa na chembe ya utu. Zaidati alikuwa na sura yake nzuri tu, lakini baadhi ya watu waliona jinsi ambavyo alivyo Mungu alivyomuumba, basi walimkebehi kwa maneno mengi ya dharau yasiyo hata na chembe ya utu. Lakini alikuwa na amani na furaha kubwa, na wala hiko hakikuwa kigezo cha yeye kuacha kufanya mambo yake na kufurahia mtandao huo wa TikTok, ambapo aliendelea kuwa maarufu sana kwa video na maisha ambayo alikuwa anaishi, wakionyesha video mbalimbali yeye pamoja na Mr. Sharo OG, ambapo alikuwa anaonyesha video nyingi, zingine wakila chakula pamoja wakiwa na amani na furaha, zingine wakiwa wanatembea maeneo tofauti tofauti wakiwa na amani na furaha, kitu ambacho kimevutia watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Video hii hapa ni video yenye majonzi makubwa sana, ambayo hata ukiitazama unaona kabisa ni mtu ambaye analia kwa uchungu mkubwa kwa kupotelewa na kitu ambacho ni cha thamani sana. Huyu ni Sharo OG. Pole sana Sharo kwa haya ambayo unayapitia. Katika habari ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii zinasema hapo awali Sharo hakupewa taarifa za kifo hadi majirani walipompa taarifa kwamba bwana Mrs. Sharo hatupo naye tena duniani. Ndugu zangu ambao mnafuatilia habari hii, lakini pia mashabiki wa ZD Media ambao tayari mmeweza kujiunga na sisi kwa kusubscribe, basi tuweze kumpa pole ndugu yetu Sharo OG, lakini pia familia, ndugu, jamaa na marafiki ambao wameguswa na msiba huu. Tumpe pole kwa kudondosha maoni yetu hapo chini kama pole kwa familia pamoja na ndugu, jamaa na marafiki.